Hutosumbuliwa tena na mapenzi wala mpenzi wako hata kusumbua tena baada ya kufanya limbwata hili nitakalokwenda kukuelekeza. Limbwata hili linaitwa kumkaanga mtu au tunasema kumlipua. Wewe ambaye mpenzi wako amekuacha, mpenzi wako amebadilika, pia kwa wewe ambaye unataka kunogesha mapenzi yako, mume wako au mpenzi wako akufanyie kitu chochote ambacho wewe unakitaka, basi zoezi hili linakuhusu. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Moja kwa moja bila kupoteza muda tunakwenda kwenye somo letu. Na vifaa hivi ndivyo utahitajika kuwa navyo wakati unakwenda kufanya limbwata hili la kumlipua mtu, la kumfanya mtu akupende, akusikilize. Kwa yule ambaye ameachwa, jinsi gani unaweza kumvuta mpenzi wako arudi kwako, akusikilize, akuhonge, uwe chini ya, yani awe chini yako na akufanyie chochote kile ambacho wewe utakuwa unakisema. Limbwata hili ni kiboko na linafanya kazi kwa muda wa siku 7, lazima majibu uwe umeyaona. So mahitaji muhimu utakayotakiwa kwenda kuwa nayo kwenye kufanya limbwata hili la kumkaanga mtu au kumlipua mtu, unahitajika kuwa na picha ya mhusika. Yani picha ya huyo mwanamke au mwanaume unaitaka akupende, akusikilize, arudi kwako na afanye kile ambacho unamwambia, utahitajika kuwa na picha yake. Na picha hiyo kama unayo kwenye simu ni vizuri ukaenda stationery ukaiprint, maana inahitajika picha ambayo ipo kwenye mfumo wa karatasi. Huu ni mfano nimekupa kwamba hii ndiyo picha ya huyo mwanaume au mwanamke unayetaka kumvuta kwenye maisha yako, unayetaka akupende, akusikilize, akupe pesa na akufanyie kila kitu ambacho unakisema. So hitaji letu la kwanza, lazima uwe na picha ya mhusika. Hiyo ni lazima. Na nyuma ya hiyo picha ya huyo mwanaume au mwanamke unaitaka umvute kwako, akupende, akusikilize, nyuma ya picha yake utaandika jina lake. Na jina lake hakikisha unafahamu jina lake alilopewa na wazazi wake. Hapa ndipo utakapoandika jina lake. Na chini ya jina lake unatakiwa uandike jina la mama yake. Mtu utakapopata mpenzi hakikisha unamchunguza mpaka unafahamu jina la mama yake, ili uweze kwenda kumroga vizuri. Maana jina la mama yake, unapofanya malimbwata haya kwa kutumia jina la mama yake, ndipo yanafanya kazi na ndipo yanashika kwa haraka sana. So nyuma ya picha ya huyo mtu utatakiwa kuandika jina lake pamoja na jina la mama yake. Hili ndio hitaji letu la kwanza kwenye hii limbwata ambalo nitakwenda kukuelekeza hapa. Hitaji la pili, utahitajika kuwa na chumvi ya mawe. Utakwenda kwenye maduka ya asili, utaulizia chumvi ya mawe, watakupatia, ni bei rahisi tu. Utanunua chumvi hii. Mtu asije akaja kusema je, chumvi ya kawaida inafaa? Hapana, lazima iwe chumvi ya mawe. Ndiyo inayohitajika katika kufanya limbwata hili la kumlipua mtu, la kumvuta mtu, kumfanya huko alipo, popote alipo, akuwaze, akufikirie, akutafute. Hata kama alikuwa amekuacha, ataanza kusikia moyo wake unamlipuka, anataka kurudi kwako tena kwa kasi ya ajabu. Basi unachukua chumvi hii ya mawe. Hitaji letu la pili utakuwa na picha yako, utakuwa na chumvi yako hii ya mawe. Hitaji letu lingine, unahitajika kuwa na dawa hii hapa. Utakapokwenda kwenye duka la dawa za asili, waambie nataka dawa inaitwa mlipu. Ukiwaambia dawa tu inaitwa mlipu, watakupatia. Dawa zote naweza kuambia hapa bei rahisi sana. Wewe utakapofika tu duka la dawa za asili, waambie naomba mlipu pamoja na chumvi ya mawe. So utachukua mahitaji yako haya, utarejea zako nyumbani. Hakikisha unapata mlipu pamoja na chumvi ya mawe. Hitaji la tatu hilo. Ila hitaji letu lingine muhimu sana, unahitajika kuwa na chungu kipya. Mimi kicha kwangu sio kipya, nimeshakitumia. Ila wewe sasa utakapokwenda inabidi ukanunue chungu kipya. Jamani, viungu vinauzwa kwenye masoko, tena bei nafuu tu, sijui 2000 sijui 3000. Kwa hakikisha unanunua chungu kipya. Mtu kama una lengo kabisa, nia ya kumlipua mtu, kufanya limbwata hili, kumrudisha mtu kwenye maisha yako, hakikisha unakuwa serious na hichi ninachokuelekeza hapa. Yani ukiwa serious kwa kitu ninachokuelekeza, siku 7 utaona matokeo. Mwanaume huyo atarudi kwako, atakusikiliza, atakufanyia kila kitu unachokisema. So utahitajika kuwa na chungu kipya. Utaenda kununua chungu chako sokoni, utarudi nacho nyumbani. Na haya ndio mahitaji yetu ya leo katika kufanya limbwata hili la kumlipua huyo mwanaume, kumfanya akupende, akusikilize, arudi kwako. Hata kama alikuwa amekukimbia, atarudi kwa kasi ya ajabu, tena akilia na kukubembeleza kwamba anahitaji kuwa na wewe kwenye maisha yake.
Kwa hiyo mahitaji haya manne muhimu ndiyo unayotakiwa kuwa nayo katika limbwata hili la kumlipua mtu au kumkaanga mtu. Jinsi unavyoweza kumlipua moyo wake, kumfanya huko kokote alipo, akuwaze, akufikirie, akusikilize. Baada ya hapo utachukua hii picha yake ambayo umeshaiprint sasa, na utaitanguliza katika hiki chungu. Hakikisha unaitanguliza picha, sura yake itakuwa chini na haya majina yake yatakuwa yapo juu. Na hapo wakati unafanya, umesha kuja kuanza kunuia huku, wakati unaweka hivi vitu, maana hivi vitu utakatakiwa uvimimine katika hichi chungu. Hakikisha nje unakuwa tayari umeshaandaa jiko lako la mkaa, umeshawasha mkaa wako vizuri, mkaa unashika vizuri, umeshashika, yani mkaa wote umeshika moto. Sasa hapo ni muda wa kutoka nje, tunaenda kukuonyesha namna gani unaweza kwenda kumlipua, kumkaanga mtu huyu ili aweze kukusikiliza. Hapo jiko letu limeshashika vizuri. Sasa tunakwenda kukamilisha lile limbwata letu la kumlipua mwanaume au kumkaanga ili akupende na akusikilize. Wakati chungu chako kinapata moto, utatakiwa kuchukua ile chumvi yako ya mawe. Hii hapa chumvi yangu, utamwagia juu ya ile picha. Pia utachukua ule mlipu nao utamwagia. Mimi hapo nimeweka kidogo, ila wewe utaweka nyingi zaidi ya hapo. Utaongeza. Hapo nimekwisha kuweka dawa zetu zote. Mbona utaweka nyingi zaidi ya hapo, ila mimi nimeweka kidogo tu kwa ajili ya kukuonyesha. Na chungu hiki hapo kimeanza kupata moto. Na wakati huo chungu chetu kikiendelea kushika moto, wewe utakuwa umeandaa kitu chako ambacho utatumia kukorogea hapa. Ndio maana tunasema zoezi hili linaitwa kumkaanga au kumlipua mtu. Chungu hiki kikiendelea kupata moto, moto huu kiendelea kukipasha moto chungu hiki, huu ni wakati ambao wewe utakuwa ukikoroga huku ukinuia kwa kumtaja majina yake. Mfano, wewe fulani fulani, ninaulipua moyo wako popote ulipo. Unitafute, unifikirie, unisikilize, unipigie simu, yani chochote nitakachokuambia unisikilize, kwa kutaja yale majina ambayo umeandika katika hii karatasi. Utaendelea kukoroga mpaka utakapohakikisha chungu hiki kimepata moto kabisa na karatasi hii imeanza kuungua na dawa hizi zimeanza kuungua na kulipuka. Hapa baada chungu changu hakijapata moto vizuri, ila wewe unatakiwa uhakikishe chungu hiki kinapata moto na dawa hizi zinaanza kuungua. Baada ya muda kidogo tu utaona chungu hiki kikipata moto, dawa hizi zitaanza kutoa moshi na karatasi hii itaanza kuungua kabisa ikiwa ndani ya hiki chungu. Wewe unachotakiwa kufanya ni kukoroga huku ukinuia, kumlipua moyo wake, kumfanya kusikiliza, akupende. Usiache mpaka pale utakapohakikisha karatasi hii inakuwa imeanza kuungua kabisa na dawa hizi zinakuwa zimeanza kutoa moshi. Hilo ndio zoezi utakalolifanya mpaka utakapohakikisha karatasi hii inaungua humu ndani na dawa hizi zinaungua na kulipuka, chumvi hizi zinalipuka katika chungu hiki. Chungu mnajua ni kigumu kidogo kupata moto. Na hapo nimeshatoka nje na moto wetu kama unavyouona umeshashika vizuri. Kile chungu chako ambacho ndani umeweka ile picha yako yenye jina lake, utatakiwa kukibandika jikoni kama hivyo. Chini moto umeshika vizuri, chungu chako utakibandika jikoni. Wakati chungu chako kinapata moto, utatakiwa kuchukua ile chumvi yako ya mawe. Hii hapa chumvi yangu, utamwagia juu ya ile picha. Pia utachukua ule mlipu nao utamwagia. Mimi hapo nimeweka kidogo, ila wewe utaweka nyingi zaidi ya hapo. Utaongeza.
Hapo nimekwisha kuweka dawa zetu zote. Mlio utaweka nyingi zaidi ya hapo, ila mimi nimeweka kidogo tu kwa ajili ya kukuonyesha. Na chungu hiki hapo kimeanza kupata moto. Na wakati huo chungu chetu kikiendelea kushika moto, wewe utakuwa umeandaa kitu chako ambacho utatumia kukorogea hapa. Ndio maana tunasema zoezi hili linaitwa kumkaanga au kumlipua mtu. Chungu hiki kikiendelea kupata moto, moto huu kiendelea kukipasha moto chungu hiki, huu ni wakati ambao wewe utakuwa ukikoroga huku ukinuia kwa kumtaja majina yake. Mfano, wewe fulani fulani, ninaulipua moyo wako popote ulipo. Unitafute, unifikirie, unisikilize, unipigie simu. Yaani chochote nitakachokuambia unisikilize. Kwa kutaja yale majina ambayo umeandika katika hii karatasi. Utaendelea kukoroga mpaka utakapohakikisha chungu hiki kimepata moto kabisa na karatasi hii imeanza kuungua na dawa hizi zimeanza kuungua na kulipuka. Hapa baada chungu changu hakijapata moto vizuri, ila wewe unatakiwa uhakikishe chungu hiki kinapata moto na dawa hizi zinaanza kuungua. Baada ya muda kidogo tu utaona chungu hiki kikipata moto, dawa hizi zitaanza kutoa moshi na karatasi hii itaanza kuungua kabisa ikiwa ndani ya hiki chungu. Wewe unachotakiwa kufanya ni kukoroga huku ukinuia, kumlipua moyo wake, kumfanya kusikiliza, ya kupende. Usiache mpaka pale utakapohakikisha karatasi hii inakuwa imeanza kuungua kabisa na dawa hizi zinakuwa zimeanza kutoa moshi. Hilo ndio zoezi utakalolifanya mpaka utakapohakikisha karatasi hii inaungua humu ndani na dawa hizi zinaungua. Na hapo picha yako inakuwa imeshaanza kuungua kama hivyo, na dawa kama unavyoisikia hapo imeanza kuruka, inaungua, chumvi inaruka hatari. Na huo ndio muda unaendelea kunuia kwamba wewe fulani fulani, moyo wako kama jinsi chumvi inavyoruka ndio moyo wako upapatike kwangu. Usitulie mpaka unitafute, kama jinsi dawa hii na picha yako vinavyoungua kwa pamoja. Ndipo usitulie moyo wako mpaka utakaponipigia simu au mpaka utakaponifikiria mimi. Hapo utaongea maneno yako yote, manuizi yako yote juu ya huyo mtu ambaye unamkahanga. Hapo utakuwa ukiyanuia. Hakikisha unakaanga mpaka unakaanga tena. Na huo ni muda wako mzuri wa wewe kuongea. Utaongea mambo yako yote unayohitaji huyo mwanamume, huyo mpenzi wako akufanyie, akusikilize, akupe kila unachokitaka, akujengee nyumba. Mambo yako yote utaongea huku ukiendelea kukaanga chungu hicho na dawa hizo kwa pamoja na hilo jina lake. Hakikisha unakaanga kwa muda mrefu huku ukinuia mpaka uhakikishe manuizi yako yote yameisha. Nitakuwa ni mtulivu, uwe na subira, ukaange taratibu mpaka umalize kunuia. Rudia na rudia tena huku ukitaja majina yake. Kama mnavyoona hapo tumesha kaanga, hatimaye picha yote imeteketea pamoja na vitu vyote ambavyo tulikuwa tunavikaanga kwa pamoja. Hapo umemaliza manuizi yako na vitu hivyo utaviepua, na hapo utakuwa umemaliza kufanya limbwata lako la kumkaanga mtu, kumvuta mtu, kumfanya akupende na akusikilize. Na washukuru sana kwa kunisikiliza, na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti masomo mapya, tutakapokuwa tunaposti video mpya.